Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji wetu wa Maajabu 18 TV, ni siku nyingine tena. Leo tupo na Sheikh akituzungumzia yale ambayo yanaweza kupatikana katika kitabu chake cha Maajabu. Na leo Sheikh kwa upande mmoja au mwingine tunataka kumuuliza maswali ya kuhusiana na mahusiano, tiba ya mahusiano ipoje? Ikiwa mtu unahitaji kuolewa na mtu fulani, je, hilo jambo linawezekana? Na kama linawezekana, mtu huyo sharti ana nini ili tuweze kufanikisha hiyo tiba? Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Yako Heri patikana. Somo ipo? Somo kama kawaida. Mashaallah, mashaallah. Shekhe, wana kwenye matibabu yako mingi, lakini kioko na kusoma migogoro ya ndoa na vitu vingine kadha wa kadha. Leo jamii inataka kufahamu, ikiwa mtu unataka kuolewa na mtu fulani au mtu unataka kuoa mtu fulani, ndio nayo tiba yake ipoje? Na kama ipo hiyo tiba inawezekana, na kama inawezekana, huyo mtu sharti aweje ili aweze kufanikisha hiyo tiba? Kwanza nashukuru kwa swali ambalo lina vipengele nafikiri kama viwili au vitatu, na ni swali la msingi kwa sababu linahusu maisha ya kila siku, na ni swali ambalo linahusu changamoto ambazo zipo kwenye jamii inayotuzunguka. Najua kwa sasa watu wamekuwa wanachezeana sana, promises zimekuwa ni nyingi. Kuna watu nimewahi kuona siku moja mtandaoni kwamba kuna watu wanawavalisha pete watu kwenye magari, lakini kwa lengo ya kutimiza mahitaji yao. Kwa hiyo kuna watu wanawachezea mabinti wa watu, na kuna watu ambao pia inawezekana wanawachezea vijana wa watu. Kwa hiyo inahusu kote kote. Kwa hiyo sisi tumekuwa tunajipambanua tofauti, na watu kwenye hili wanatakiwa tuelewe. Sisi sio watu wa maneno sana, tunaamini sana kwenye vitendo. Kwa hiyo kwenye hili kitu cha msingi kwanza, sharti mojawapo ni mtu ambaye tayari wewe na yeye mko na mawasiliano naye. Kwa hiyo haijalishi yuko Marekani, yuko Canada, yuko Tanzania, yuko nchi yoyote, kubwa uwe na mawasiliano naye. Yaani kwa maana kwamba mna makubaliano, mna ahadi wewe na yeye mlikuwa na ahadi, alafu mtu akakiuka ahadi. Kwa hiyo huyu tunamlazimisha, hata kama inawezekana kuna sehemu katoa mahari, lazima hatoa. Yaani lazima atarudi, apende asipende, na ni jambo ambalo liko wazi. Lakini pia kuna mtu mwingine kakimbia familia baada ya kusolve tatizo kwenye familia, kwa hiyo watoto wanaenda kuteseka. Hili nalo ni tatizo. Sisi wanaume baadhi yetu tunashindwa kuwa wavumilivu na tunashindwa kuwa wasikilizaji, kwa maana ya kwamba kutokukaa na kusikiliza tunazidisha matatizo kwenye ndoa zetu. Kwa tunahitaji tuwe wasikilizaji, tuwasikilize wanawake wanapoongea na kulalamika. Wao kwao ni sehemu ya afya, kwa hiyo hatupaswi kuwafuatisha. Kwa hiyo hili nalo tunaenda kurudisha msimamizi kwenye familia yake, na kama ni mama basi akarudi kulea watoto wake. Hilo la pili. Lakini la tatu, kuna watu ambao wapo kwenye mahusiano miaka hadi watu mvi wameanza bado wakiwa mabinti, hadi mvi zinatokea, wapo kwenye mahusiano. Kwa hiyo na hili nalo tunaenda kulirekebisha. Kwa hiyo usimchezee mtoto wa mtu wala usimpromise. Yoyote ambaye amechezewa ama amepromisiwa, akija hapa sisi tunaenda kutimiza lile lengo, tena kwa muda mfupi, siku 2 tu, jambo limekaa safi na mtu anarudi kawaida, kama sio yule ambaye alikuwa na kubloko. Kwa hiyo hivi ni vitu viko wazi, na watu wasichokijua, hizi tumewahi kusema tutaishangaza dunia kwenye huduma zetu sisi, lakini kuna watu wanajua labda tunatania. Lakini leo nataka niwape kitu kimoja, mambo ya mitandaoni itafika time tutafuta kila kitu, na nyie ambao ni wafuatiliaji natakiwa muanze kusave namba zetu, kwa sababu ndio mtakuwa mnakuja kupata habari hapa Maajabu, yale ambayo tutakayokuwa tunayafanya ambayo sio ya kawaida, na watakao tuita wachawi, kwa sababu watu wanashindwa kuelewa uwezo wa Mungu. Sasa wanapoona uwezo wa Mungu wanahusisha na vitu vya shirikina, ni tofauti. Mungu ndo kila kitu kipo kwenye mikono yake.
bila uwezo wa Mungu hata dini tusingeingia kwenye dini, kwa sababu kuna vitu ambavyo Mungu kupitia jina lake na uwezo wake vilifanyika ndio watu tukaamini, na mpaka leo tuna mamilioni ya miaka tuko kwenye imani, kwa sababu kuna vitu vikubwa vilivyotangulia. Kwa sisi ambao tunaamini kupitia Mungu tunarithi imani kwa wale ambao waliona makubwa. Kwa hiyo ndio maana dini zimebaki zinasimama. Kwa hiyo kwa wewe ambaye bado na mawazo ya shetani, bado na mawazo ya kuamini katika vitu ambavyo haviko kwenye msingi, kiasi cha muda tutakuja hapa tutawaeleza, tunafuta kila kitu, lakini naamini watu watakao kuwa hapa ni wengi kuliko ambao wanaotusikiliza redioni au kwenye vyombo mbalimbali vya kijamii. Kwa hiyo ni hayo tu. Shukrani sana. Lakini jambo lingine la mwisho ambalo jamii nayo ingetaka kufahamu kwa upande sasa wa masharti ili mtu aweze kuja kutoa tiba, kwa mfano kwa mtu ambaye labda kama huyu ambaye tayari amesalitiwa au aliahidiwa kafa hadi sitimize, ili tiba yake itimie, kuna sharti gani? Sharti ni kumjua mtu jina, kwa sababu yani kikubwa ni jina, lakini pengine jina huna lakini una namba yake ya simu, basi njoo na namba yake ya simu. Yani lazima atarudi na lazima atakutafuta, ni kitu cha lazima. Hiyo namba ya simu. Mwenyezi Mungu anasema hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, hivyo wanalingana wanaojua na wasiojua. Kwa sisi ni watu ambao hatuwezi kusema tunajua ila tunajifunza. Ni hayo. Shukrani sana. Asante. Wakati mwingine. Asante.